National Governing Council ya Kikuyu Council of Elders. Na leo ni siku yetu ya kuongea kwa sababu kulingana na vile nchi iko. Na ningetaka nikumbushe kwanza viongozi. Hii nchi yetu ilipiganiwa tukitafuta uhuru wa nchi. Na watu walitafuta na wakakufa na wakamwaga damu. Na pahali tumefika, wakati hiyo tulikuwa tunafukuza mbeberu. Imefika pahali sasa tunaona imekaa kama ni hivyo. Hakuna kitu baya kama kuamka. Tukiamka kila siku tunasikia watoto wetu wamekufa. Tukiamka tunasikia watoto wetu wamechukuliwa hatujui pahali wako. Wakati hiyo tuko na serikali ile inatakikana kutulinda na ilinde watoto wetu. Kwa hivyo leo tumekuja kusema nchi haiwezi endelea hivyo. Na tungetaka kusema hii ni maneno inatakikana iishe na iishe kabisa. Kwa sababu kila ukienda pale na tuseme ukweli, hii nchi iko na kilio. Excellency William Ruto. Hiyo kiti ni kiti ya kushunga Wakenya wote. Na inatakikana wakati amekalia hiyo kiti ajue ni lazima aongee na watu viongozi wote na watu wote wa hii Kenya. Doesn't matter wewe kama uko hapo kama president uko na opposition. Opposition sio kusema sio wa Kenya, ni wa Kenya. Na mtu kukosoa kitu hata serikali sio vibaya. Na ni vibaya mtu akikosoa serikali anakuwa adui. Kukosoa sio kusema lazima watu wapigane au wauawe. Kwa hivyo watu wakae chini. Ndio tunasema ni lazima watu waanze kuongea. Sababu tukiendelea hii tunaona hii nchi yetu inaesaisha. Sisi wenyewe badala ya mbeberu sasa tumalize nchi yetu. Ni vibaya sana after miaka 60 kuendelea mbele. Sasa tumerudisha nyuma. Ati sasa hata ile tuseme ile vitu watu wametafuta utajiri yote tumeanza kumwaga chini. Kwa sababu ya kukosa kujua vile tunaendelea. Ni vibaya sana tukiona kama wazee watu wakiharibu biashara. Rudisha nchi wapi? Ile nyingine ni kusema kwa nini watu waanze kuongea habari ya jamii fulani. Kenya tunatakikana kuwa jamii moja. Na mtu asije akatuletea kama sisi kama wazee tumetembea nchi yote tukiongea na wazee kutoka kabila zote. Tuwe na nchi moja na tuwe na urafiki na tuwe na ati tunaongea kama wale watu wa Kenya. Ni vibaya sana kuona mtu mmoja au wawili anataka kuwaanya wa Kenya. Kwa hivyo mambo mingi inafanywa tunaiona na imetukasirisha sana. State House nafikiria ni nchi ya kila mtu, viongozi, kanisa sote au kila mtu. Sasa nashindwa hata hiyo kanisa. Sababu tuko na kanisa ya PCA sisi, tuko na independent, tuko na ile kanisa zote. Sasa ni akina nani watakuwa anaenda hiyo kanisa? Iko huko. Sababu tukielezwa ni gani? Sababu watu wako na denomination na tuko hata na Waislamu. State House nafikiria ni ya kila mtu. Kwa hivyo ukienda ufikiri umeweka kanisa hapo, hata ukituambia ni pesa yako umeweka ya nani? Yako alafu ukitoka itakuwa kanisa ya kuedwa na nani? Mimi nafikiria hiyo kama wazee angefikiria sana. Na alisema anajenga na pesa yake. Hangekosa pahali ya kujenga kanisa huko nje ya State House ili haitaleta maneno mingi. Tena hiyo pesa yote tunasikia inatumika kama wazee. Ingesaidia mambo mengine kama kutengeneza au kununua dawa na mambo na kutengeneza mashule au nini. Kwa sababu kuomba tunaweza ombea hata chini ya miti. Sio lazima tutumie pesa mingi ati kanisa tunajenga. Ni vibaya sana ati ulete hiyo bill ikipitishwa. Ni kusema sasa unaongeza makosa mingi kwa vijana wetu wakitafuta haki. Ni kusema wauawe wengi. Ni ya kusaidia nini hiyo bill? Kwani kuenda barabara sisi tumeeleza vijana wetu wakienda barabara waende barabara bila kufanya makosa yoyote. Sasa ukipitisha hiyo ni kusema tena unakuja unataka kutuia watoto zaidi kushinda vile mnaua sahi. Tuseme kwanza ni vibaya sana habari ya kuua watoto
hata kama ni nani, ni lazima awe anafikiria habari, na lazima iwe, hiyo ni kitu inatukasirisha sana, tuseme ukweli, na ni lazima itolewe, haki lazima itoke. Na unajua hiyo kitu imefanya hata sasa tunaangalia, tumeona huko Homa Bay. Sasa pahali imefika, hata hawa watoto tutafika pahali tushindwe na kuwa control. Sababu wakikasirika wamekasirika. Kwa nini tunaua watoto? Kwa nini? Yaani watoto hawezi kuwa wameongeleshwa. Kwanza tunauliza wasee wote wa jamii zote, hawa watoto ni wetu. Sasa tuamuke tuanze kuongelesha watoto wetu. Tuwaelezee vile wanakaa. Kwa sababu naye inaonekana kuna pahali imefika. Sababu hata nao watoto tukitaka kuwaelezea waheshimu, hata askari ni ndugu zao. Nao askari wajue wale wanaua ni ndugu zao. Hadi shirika itakani kufanya watu wawili. Hebu tufanye kusikizana na kuongeleshana kama wasee au viongozi wote. Hebu tukae chini kama watu wote wa Kenya tuongeleshane. Sio lazima ati mtu mmoja na yule mwingine wakisalimiana tuseme hapa kuna kitu amefanya. Salamu nisije kwa watu wote, itusalimia wote. Kenya iwe kitu moja na iwe na umoja. To the Kenya Police and other public security operatives, stop killing your brothers and sisters. You will go home to them when your time as an officer is up. It is the choice is yours. Create a perpetual enemies or correct your ways now and stop obeying illegal orders. To the CS Interior, Murkomen, give constitutional instructions if you must give instructions. And to Kamket and other like-minded individuals, rise up to the stature of eldership. You are elders by age and we believe in by communal right. Stop inciting tribal youth. DCI and NIS, stop unlawful actions in your organizations. You have the constitutional mandate to so do, only to obey legal orders. And to the IG, Mzee Elder Kanja, the constitutional duty you owe Kenyans is their overall security, no less. In the event it is impossible to carry out that duty, you know what is the right thing to do, the honorable thing to do. To the opposition leaders, we urge you to unite and seek dialogue with the current administration so that you can save Kenya. Dialogue does not maim, it does not kill, and neither is dialogue cowardice. To His Excellency Ruto, criticism is the reward of leadership. Accept it honorably, because you are a leader and you are chosen to be a leader in Kenya. You have a vast, educated, restless, and tribeless youth under your watch. Extend friendship to them, since they are your children. And similarly, because no amount of violence can stop their probing or desire for change. Similarly, extend an olive branch to the opposition to lower the political temperatures in this Kenya, for Kenya's sake. Kibaki, who you have variously cited, you have the opportunity to make Kenya rise again. We pray that you please become Kenya's Traore. Lastly, KC appeals to the Muyot elders as fathers to guide this young Kenyan leader accordingly to deliver Kenya and make it a more democratic and a good place to reside.
Majina naitwa Tabitha Wanjera Mutero na mimi ni mwenyekiti wa wamama kwa Kikuyu Council of Elders Nairobi County Branch. Majina naitwa Tabitha Wanjera Mutero na mimi ni mwenyekiti wa wamama kwa Kikuyu Council of Elders Nairobi County Branch. Leo tumetokea hapa kuungana na wazee wetu na watoto wetu kukashifu mauaji ya watoto wetu. Watoto wetu wamekuwa wakiuawa kinyama bila sababu, na ile sababu yenye inapeanwa na serikali yetu ni kwamba wameenda kuandamana. Ningependa kusema kwamba ni haki yao, katiba imewakubali, na kama ni ukweli kabisa wewe polisi unaona lazima ushike huyo mtoto, hufai kumpiga risasi umuue. Hata tungekuwa tunaona unapiga risasi mguu kumuimmobilize kama umempata kwa makosa. But inahusunisha kuona kwamba tumekuwa tukiwaona na simu, bendera na chupa ya maji. So hii tunaona kwamba mambo ya zamani ya wakati wa Moi imejirudia. Wakati ambao mtu hawezi kutoa maoni yake, mtu hawezi kujielezea. Ni kama siku hizi hao watoto wetu wenye wamezaliwa juzi, wengi ni wa 1990 ama nyuma ya 1990, hawakuwa wamezaliwa mbele. Kwa hivyo inahuzunisha sana. Kama tunaweza rudi yale maisha ya kitambo, tungeomba ya kwamba ule chairman ama mwenyekiti wa Peace and Reconciliation, sasa ni wakati wa kufanya kazi yake. Ni wakati ya kwamba aangalie wale wanatumia nguvu vibaya, wale wanatumia uongozi vibaya, wale wanatoa matamshi ya kupiganisha. Ninashangaa sana sababu mimi nikiwa kama mama kutoka Mkikuyu, sina apology, mimi ni Mkikuyu na nimezaa watoto wa Kikuyu. Na wale wenye naongoza hapa wenye tumezaa nao ni wa Kikuyu. Haki. Na ningependa kukumbusha serikali yetu ya kwamba hawa watoto walisoma masomo ya bure ambayo ililetwa na Rais Kibaki. Kwa hivyo hawa Gen Z wengi wao wamesoma na ndio unaona wanaelewa mambo mingi. Si kama wakati wetu zamani sisi tulipozaliwa, wakati ambao hatukuwa tunaenda shule. Sasa hawa watoto wamesoma, hawana kazi. Wakitoka kutafuta kazi tunawaua. Tafadhali mtukufu Rais, tukae chini na watoto wetu. Na nyinyi watoto wetu mkitokea, msitoe fujo, muweke amani. Wale viongozi nao wanatumia wale vijana ambao hawana kitu, wenye hawana kazi. Tumeona Nairobi County tukitajiwa governor wa Nairobi. Tafadhali governor, kama kuna ukweli, kuja ukae chini na hawa wazee. Tujenge Nairobi, tuache kuharibu mali ya watu, inaumiza sana. Vile wazee wetu wamesema, hii nchi yetu ya Kenya, State House ni moja na inakaa mtukufu rais. Na baada ya miaka 5 huwa tunapata rais mpya. Huyu rais anaweza kuwa ni Mkristo, anaweza kuwa Muislamu, anaweza kuwa ni Muhindi, anaweza kuwa hata yeye ni atheist. Kwa hivyo tukisema tujenge kanisa pale State House, ni kuonyesha kila wakati tunabadilisha uongozi wa rais, atakuwa anakuja na bomoa ya hiyo denomination nyingine. So kama anajenga kanisa State House, basi ajenge makanisa ya denomination zote, ndio asikeuke katiba. La sivyo aache kila watu wajenge kanisa kwao, wajenge msikiti kwao, wajenge hata kanisa ya Wahindi kwao. Sababu ile ni nyumba ya maana na ile ni nyumba ya symbol of unity ya hii nchi yetu ya Kenya. Hiyo pesa ya 1.2 billion ni pesa ya Wakenya, ni ushuru ambaye tunatoa, ushuru ambaye unafaa kutupatia masomo ya bure, ushuru ambaye unafaa kujenga factory vijana wetu wapate kazi, ushuru ambaye unafaa kuangalia vikundi za wamama na vikundi hata za wazee na wale PWDs iwasaidie ndio wajiinue katika maisha yao. Political class have been using words that are way behind, and if they want to plunge this country into uncivilized manner or uncivilized way, it's up to them, because we need to be heard. And the president after June 2024, he came and said that he will ensure that there is no opulence in his government, and now he's back
with the same things that we are condemning. So moving forward, we'll not stop. We'll continue championing for what is right. And to our security personnel, we also wish you that you will also follow the Kenyan constitution, because we are the people. And our constitution says that we can express either directly or through our representatives. And our representatives at the moment, they are not listening to us. So we are going to champion as ourselves. County Women Rep, let me call her by her name, Esther Passaris Muthoni. That is a draconian bill that is being propelled in our institution. And the constitution is very, very precise that in Article 37 of our constitution, that is, there is right to exercise peaceful protest. So I condemn that bill, and we will not allow that our voices that they can be shattered. We want to tell each and every person that on Monday we'll still be in the streets. We want to retaliate that from the onset we've always been peaceful in our protest, although we've been meted with utmost violence and brutal force by those in state or by the police force. And it is unfortunate that there is ongoing senseless abductions of our fellow youths and even police brutality that has been meted, which has culminated into senseless deaths. Another issue that I wish to categorically state is that we are hearing the Women Rep for Nairobi trying to stifle the rights to protest, which is enshrined in Article 37 of our Constitution, that states every peaceful Kenyan has the right to demonstrate. And therefore, we would like to remind the Women Rep that her bill will not see the light of the day, and it is as dead as dodo. Is that I'm calling upon all the youths across Kenya to exercise restraint, and also remember that those in the police service are also our brothers, are our mothers and sisters, and therefore kindly we shouldn't attack them or even target them during the protests that we've been carrying on. My elders have already stated it, is that in the Constitution our country states that there shall not be state religion, and 1.2 billion, I think that is a very big lump sum amount that can be used in providing services to Kenyans in various sectors that could bring in the nation building of our country. For example, the university funding model has been very affordable, which has led to many comrades across the higher institutions calling off and also deferring their studies. Therefore, 1.2 billion shillings used to build a church that we don't know who its members are, I think is a misplaced priority according to us and also to our elders. Kwa majina ni Paul Kamau, mwanayouth wa Kikuyu Council of Elders, na tumekuja hapa tukiwa tumeitwa na wazee wetu kwa sababu ndio wanatuongozanga na watuongozangi kufanya vitu mbaya. Kitu ya pili ni kuna political instability na kuna siasa zenye zinazoendelea katika nchi hii ya Kenya. Tunatokea kwa barabara kwa sababu tunaomba kusikilizwa, tunaomba dawa kwa hospitali, tunaomba pesa za masomo na zile vitu zingine zote kwa sababu hazijatimizwa hata kidogo. Jambo ya pili hiyo ya kanisa yenye inayojengwa State House. Kenya kuna dini tofauti. Kuna Wahindi, kuna Muslims na kuna Christians. Nyumba ya State House ni ya kukua occupied na the President of the Republic of Kenya,
tunaweza pata Muhindi na tunaweza pata mtu mwingine. Kwa hivyo kama president atajenga kanisa, nini itazuia Muhindi mwenye atachaguliwa au Muislamu kujenga place yake ya ibada? Kwa hivyo tunasema ni vibaya, hiyo pesa na ni mingi sana kutumika kujenga kanisa.